amezungumza kwa namna kabisa unaona kabisa hakupendezwa nacho. Kwa hiyo imekuwa ni moja kati ya kitu ambacho kina trend. Sasa fuatilia mwanzo mwisho video hii na kuwekea hapa, alafu angalia namna ambavyo Mina Ali anazungumza na utoe maoni yako kwenye uwanja wa comment. Mimi ni Sadi TZD, hii ni Simulizi na Sauti. Na nita address kwa bahati mbaya nzuri ulichokiongea umeshakiongea before. Kwa hiyo unakizungumza kwa mara nyingine tena. Agenda ambayo umeongea unaonekana hata sasa hivi ulivyoongea kwamba issue ilikuja baada ya Simba kupost. Yes. Wakikupongeza. Wakinipongeza. Umefanya kazi nzuri ya kuwatangaza wanachama wao. Asante sana. Post yako ya kwanza ukuattack Simba, uliattack Mina Ali na career yake. Maybe kwa sababu uliona uliona inakaa fit. Kwa sababu ulisema mwandishi imekuaje Rio Ferdinand ameletwa kwa ajili ya AFCON unamuuliza mambo ya Simba. Yes. Si ndio? Na attack iliyokuja haikwenda kwa Ahmed Ali. Mimi ni mwandishi. Nitahoji hata hapa kwenye XXL nitamhoji Harmonize. Sawa? Timu ya Harmonize itaamua sasa ngoja tuchukue tupandishe. Ila mimi nipo kwenye kazi yangu, si ndio? Ila mwisho wa siku wewe badala ya kwenda tuseme kwenye mfano wa timu ya Harmonize ukamwambia kwa hiyo mnabeba hiyo agenda, wewe hukwenda kwa timu ya Harmonize, umeenda kwa mtu ambaye yupo kwenye ajira yake, kazi yake, ambaye ni Mina Ali, yupo kwenye training, amepata nafasi ya kuuliza maswali kwa dakika 11 na ameuliza maswali mengi. Cha pili, ulitoa agenda ambayo ni ya uongo kwa kusema kwamba Rio Ferdinand amekuja Tanzania kwa ajili ya AFCON. Na kwa bahati mbaya nzuri ulimislead watu. Gelson Msigwa alishare post ya sababu za Rio Ferdinand kuja Tanzania. Hakukuwa na AFCON. Ijapokuwa AFCON ni agenda kubwa ya Tanzania. Kwa hiyo mimi sikuwa na ulazima wa kwamba maswali yangu yote kwenye interview yawe kuhusu AFCON. My challenge na wewe mwanzoni ni the fact kwamba wewe umeiona mara ya kwanza, unaeleza kabisa nimeiona interview, nikasema technicalities, nikarudi kulala. Baadaye nikamwona Ahmed Ali kapost. Lakini ulivyo attack kumwattack Ahmed Ali, ukuattack Simba, uliattack career yangu kama journalist that siko fit kufanya kazi ninayofanya. Na baadaye umerudi kusema kwamba lile swali halikuwa na tatizo, tatizo ni Simba kupost. Inawezekana lugha ya Kiingereza si lugha yetu ya kwanza, na inawezekana pia tunai understand tofauti. Kabla ya sentence our player nilisema our derby, niliongelea derby. Nilisema hili ni goli ambalo lipo kwenye derby ya Tanzania na huyu ni mmoja kati ya wachezaji wetu. Hiyo ni translation ya Kiswahili chake. Hii ni game ambayo ipo kwenye derby ya Tanzania na huyu ni mmoja kati ya wachezaji wetu. Ina maana hapo nikishasema ipo kwenye derby ya Tanzania, sentence inayofuata ni kwamba naongelea hawa, huyu ni mmoja kati ya wachezaji wetu kwenye derby ya Tanzania. Na nikaitaja Simba kwenye timu mbili. Hapa tutafuti naye alikuwa sahihi hayuko kabisa. We just clarify issue ilikuwa kwa upande wako na mimi na clarify issue ilikuwa kwa upande wako. Jambo la kwanza ambalo umeni surprise nalo, umekuwa too emotional na umefikiri kwamba post yangu imetengeneza damage kwenye career yako. That's number one. Haijafanikiwa. Ilikuwa na lengo hilo lakini haijafanikiwa. Endelea. Ukisoma post yangu ya kwanza ambayo nilipost, tuichambue ile post yangu ya kwanza. Kama ni mtu ambaye ungekuwa soba, hauko hizo emotion ambazo uko nazo, ungetulia na kuisoma ungenielewa. Hakuna shida, ndio hiyo. Mimi nampa mtu nafasi azungumze. Kwa sababu cha kwanza nilizungumza kuhusu platform iliyopatikana. Kwamba tuna mgeni anaitwa Rio Ferdinand, amekuja kwenye nchi yetu na sisi waandishi tunaopata nafasi kuuliza maswali. Tuulize maswali bila kuleta ushabiki wa Simba na Yanga. There is no way. Au pale nilimtaja mimi na Yanga umekosea, umeharibu. Sio kwa vizuri. Kwani alifanya interview kwana? Wamfanya waandishi wengi mimi na. Sio vizuri. Wewe ndio unakueleza vizuri, yani umeichukua hii katika yengo ambayo mimi siku nimekuwa surprised hapo. Yeye umeichukua mpaka ananiambia sasa hivi sikuheshimu, sio niko na kuheshimu na nini? Nataka vizuri. Kwa hiyo mara ya pili, samahani. Mara ya pili ulikwenda kusema Mina Ali uko wapi? Ulikuwa sasa unamuongelea mwandishi gani ambaye nataka nimalizie sasa Mina. Ndio taratibu. Cha kwanza, kama ungekuwa mtu ambaye umetulia, tungediscuss kuhusu taaluma kwamba huyu jamaa akasema platform ilipatikana
ni mchezaji mkubwa amekuja kwenye ligi yetu, si ndio? Waandishi tunaopata nafasi tuulize maswali bila kuweka siasa za Simba na Yanga. Hiyo ndio post yangu ya kwanza. Hakuna mahali nilipokuwa ataki. Nilikuwa niliweka picha yangu. Sikuweka picha yako, sikuweka picha ya Rio. Ni picha yangu niliweka, nikasema general, waandishi tunaopata nafasi tuache siasa za Simba na Yanga, tubebe interest ya taifa, tuulize hayo maswali. Endelea. Hiyo posti kama wewe ulitafsiri, wewe ulikuwa unawakusudia waandishi gani? Astaghfirullah. Hiyo posti kama ulitafsiri kwamba nimekutarget wewe kuharibu career yako, kama ulikuwa unaongelea waandishi gani? Nataka tuiweke sawa. Posti yangu hiyo hata sasa hivi ipo kiisoma. Nilizungumza kuhusu taaluma ya waandishi wa habari. Ulikuwa unawazungumzia wewe. Waandishi wote ambao wamepata nafasi. Lakini kawaje sasa baadaye ikabadilika ikawa Mina Ali kwenye interview zilizofanya. Ndio nataka wewe utaratibu. Hapo wewe usitumie muda wako kujielezea wewe peke yako. Umejielezea tu, nafasi kwa mtu mwingine aelezee, alafu tunamaliza. Nakuuliza sasa. Wewe elezea, mimi sikuuliza swali, nikaa kimya na wacha umalize. Sasa muda si ungeweza kuendelea. Twende. Sasa basi mimi tufunge hiyo mjadala. Wallahi kwa sababu nikwambie, yani katika hili jambo lazima patikane mmoja ambaye atakuwa ameshinda, mmoja mimi nimeshindwa. Si jambo la mshinda. No, tuifanye hii busara. Mimi nimeshindwa, wewe umeshinda. Twende katika mjadala mwingine tu save time. Mimi na wewe sasa tutafutana. Of air, kwa sababu hii ni kama elimu tutakayopeana. Hii next time kama wewe utaona kwamba hapa kuna mantiki nimeyapata, utayabeba. Ukiona hayana maana unaacha. Ndio bwana. Naamini si jambo. Post yangu ya kwanza ulivyo translate hapo ndio umenishtua. Post yangu ya kwanza sikuwa nimekutarget, sikuwa nimekupost, nilizungumza waandishi wote walioenda pale. Naamini si jambo. Interest ya fayaje? Post zilizofuata, post iliyofuatia baada ya mimi kupost, alipost Ahmed Ali akinijibu mimi. Ndio anamwambia Mina kwenye siasa Simba na Yanga ziko hivi. Simba na Yanga ziko hivi. Kiwango ambacho Simba watakushangilia ile kiwango chake ndio kiwango ambacho Yanga watakuzomea. And vice versa. Simuelewa? Post yangu ya kwanza ilikuwa ina lengo la kukumbushana taaluma. Jamani, amekuja mgeni mkubwa, tuitumie kama platform ya kutangaza nchi yetu, tunakwenda kwenye AFCON. Tuacheni siasa za Simba na Yanga. Mimi kwa nilipost hivyo, sikuwa nimekushambulia. Sasa wewe ulivyo translate hapa nini na nini, kiukweli nikwambie. Tena unaongea mpaka unatemeka hivyo. Wewe mtumie. Wanawake tuchache ndio kweli. Mimi subiri sasa. Mimi nataka tuanze nje ya chaki kwa sababu issue ya sports na James tupo kwa hapa. Hebu tuanze tu kidogo. Sawa, tunaenda sasa hivi. Alikaa mwambia kitu kingine kusema kwamba unaendelea. Kusema kwamba post yako haikunikusudia mimi, alafu kuendelea kufanya interview ukitaja jina langu. Nakuja hapa, kumbuka sija kushutumu. Nimekuuliza, kwanza tumekuuliza. Umetuelezea situation nzima. Umesema uliamka ukaona sawa.